Hakuna mahali sheria imesema kwamba wale ambao wanashindwa waingie kwa serikali. Raila mwenyewe alipanga na Ruto wakaingia huko, lakini sisi watu wa Azimio tulipaki nje ya serikali, maana policies zetu na program zetu na za Ruto hazifanani. Hatuwezi kwenda kwa serikali kwenda kutekeleza program za Ruto ambazo hatukuambia wananchi kwa tunaenda kutekeleza. Na ndiposa mnasiona sisi wengine tumepaki ndani ya upinzani. Hatujafanya makosa watu wetu. Lakini serikali inakasirika ikiona kwamba wewe uko ndani ya upinzani na unaikosoa. The responsibility of the opposition ni kukosoa serikali. Ama namna gani? Wale watu ambao wako ndani ya serikali wako na jukumu ya kusifu serikali na policies zake, got no problem. But for us we tell them you are wrong here. Kama tungekuwa na serikali tungefanya hivi. Wachane na sisi, we are just fulfilling what the constitution says. Na kuna watu ambao walipigana na wakapinga hii katiba wao wanaitaka. Walipinga. Mudavadi juzi anasema kwamba tukienda kupiga kura tufanye referendum ili tuweke cheo ya prime minister ndani ya katiba. Yeye mwenyewe is occupying an unconstitutional office. Ataka ni kwa hiyo ofisi hiyo. And is the last person to lecture us mambo ya katiba. Ama namna gani? Sisi tunajielewa kama wa Kenya and we know where we are going. So serikali relax. Serikali relax, wajue kwamba huku nje kuna watu ambao wako na policies na programs ambazo ni nzuri za kutoa Kenya kwenye shimo ipeleke mahali. Sasa unajua rais amevunja baraza la mawaziri karibu mara 3. Akaenda akatafuta Raila amsaidie. Sasa Raila amekufa. Huyu rais anasaidiwa na nani? Siko matatizo wajangu. Tukisema iko matatizo Kenya is not because we hate Ruto. We just hate the way he's running government. And all of us belong to this country by right. Hakuna mwingine atakana kupimia mwingine hewa katika taifa la Kenya. This one I tell them until my last breath. Sitaomba mtu ruhusa kuwa katika taifa la Kenya. Na sitaomba mtu ruhusa kuongea masuala ambayo yanahusu watu wetu. There is no shame in being united. Tunakuwa pamoja, tuongee na wengine pia ambao wako pamoja, tuunde serikali. Ama namna gani? Hivi tutakupatia watu kwa mifuko is not enough. We want development, real development. Tunataka wapate kazi, barabara zijengwe, tupate maji. Wale tudanganya. Wanatuambia kwamba 845 iko na makosa, imeleta unhealthy competition, watoto wanaanguka. Wakasema wanaleta CBC, ndio? Baadaye wakasema ni CBE. Sasa matokeo imepita, watoto wa matajiri wameenda kwa shule nzuri. Watoto ya maskini wote mnahangaika hapa, mmepelekwa shule mbovu kweli kweli. Iko mama mwingine hapa Kiminini, mtoto wake amepelekwa Kilifi Day School, Kilifi. Anaenda kuishi na nani huko? When we raise these things, wanasema sisi hatuna akili. Mimi niliambiwa mnapanga mambo ya sayansi ya STEM. Mnasema kwamba kila shule iko na laboratory. Mr. President, the best of schools even in this republic hazina hata laboratory. Sasa ni mahangaiko juu ya mahangaiko. Wametoa responsibility from government, wameleta responsibility kwa mtoto. Saa hizi mtoto wako akianguka mtihani ataambiwa kwamba you chose the wrong pathway. Social science, sijui michezo, sijui science. Mtoto wa miaka 12 unataka achague ati pathway. Hata pathway anaelewa ni nini? Sasa masomo yamekuwa the president anabadilisha vitu for the sake of changing things. Sasa grade at the best grade today, ile grade mzuri ati mtoto wako amepata ni E. Wametoka kwa A wameenda kwa E. Hao watu wanatubeba aje? Wanatubeba aje? Wanafikiri sisi ni maembe. Ati E, kwani A ilikuwa mbaya, ilikuwa inaleta unhealthy competition. What about the E? Saa hizi kila mtoto anataka apate E. Mtoto mwingine karibu mama yake amuoa na alipata E. Na kumbe amepita mtihani. Wanatoka NHIF wanaweka share, hata wanaharibu zaidi. They are just changing things for the sake of changing things. Saa hizi rais amekuja hapa, mambo ya capitation ilikuwa 22,000 watoto wa secondary school. Hawapeani capitation.
imekuwa ni jukumu la gavana asipopeana basari watoto hawasomi. Sasa leo hii hiyo capitation ambao wapeani wamepunguza mpaka shilingi 16,000. Sasa mtoto akifungua shule, wala ambao mnakula chapati saa hii mjue. Mtoto kama kwa day school unaenda kulipa fees. Waachana ile ya ugali mnalipanga ya lunch. Utalipa ile ya lunch hiyo na utalipa school fees. Sisi hapa Trans Nzoia tumesema kwamba hatutaki mambo ya affordable housing, tunataka industries. Ama namna gani? Watuletee industries ziajiri watoto wetu. Ama namna gani? Tujenge ma industry, watu wapate kazi, wajenge nyumba wenyewe. Ama namna gani? Saa hizi wafanyikazi wa serikali na wale wengine ambao wanalipa mishahara wanakatwa pesa ndio housing levy ya kwenda kujenga hizo nyumba. Lakini hakuna mwenye ametoa pesa ambayo anapewa hiyo nyumba. Hiyo nyumba tena unaenda kununua. Umejenga na pesa yetu tena tunaenda kununua. Hii serikali inakaa namna gani bwana? Wakati rais anasema sisi ni wajinga, anatuomba sisi kama wajinga, but we are not fools. We are not stupid. We know exactly what they are doing and we are going to call them out. Ama namna gani watu wetu? Sasa watu wangu mimi nikiongea hii maneno, sasa walali wanaanza kutafutia njia. Hata hii mguu labda hao ndio watasikia. Lazima tuseme ukweli, si ndio? Maana ushuru wa Wakenya is not personal property to be used the way you want. Ushuru wa Kenya lazima tumike as per the law. Hii kitu wanasema ati infrastructure fund, even members of the National Assembly, even members of parliament hawajui kinachofanyika namna gani. Fedha ati parasato zinauzwa, inaingizwa kwa fund ambayo haiwezi kuwa audited na auditor general. Inakuwa managed na private liability company. Ati infrastructure fund. Wakati mnajenga mabarabara, hata hapa Sabodo kijenga barabara ya lami inapita pale, inakuja kubeba nini? Tunataka watu wetu wakuwe na pesa kwa mfuko, wafanye biashara, hata waki-export vitu ingeenda China wakileta ingine, we shall need those roads. But before we do that, Mr. President, can we invest in the people, not in things? Ama namna gani? Tuweke mali kwa wananchi, sio kwa vitu, si ndio? Ungependa upewe pesa ama sifurie upewe pesa? Tunataka pesa iko kwa mfuko. Hii maneno nasema, wanasema haiwezekani. Kama haiwezekani waje watoke, sisi ambao tunajua inawezekana tuingie kule tufanye kazi, tufanyie wananchi kazi mbele.